ndani amekushika toka, anatoka kwa Bwana kufunguliwa. Si ndio? Lakini kwa sababu hatuna nguvu. Leo tukutishia wachawi, nikasema jana, atakuja bundi, kesho unamrudisha, unaambia Bwana nyumba yako hata kama kodi haijaisha, mimi nahama. Ndio? Kwa sababu naogopa Bwana. Kumbe ni bundi tu ametoa kwenye nini? Kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo mchawi wa mtaa akija hapo kutongea kwambia Bwana, nasikia wewe umejifanya kimbunge, sasa nitakufundisha. Bila shaka unaambia kwa mchungaji, nilisema jana, si ndio? Kwa sababu gani? Nguvu za kupigana naye huna. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati Yesu akamwambia wanafunzi wake, kizazi kisicho na imani kitakaa na nini hata lini? Unajua shida ilikuwa nini? Wakakemea pepo halitoki. Ndio? Wametoa mtu amekataa kwa pepo. Wanalikemea pepo, mtoto anaendelea kugaragara kwa pepo ya ondoki. Yule baba mwenye mtoto akamwambia mwalimu, niliwaletea wanafunzi wako na wala hawakuweza. Sasa hiyo ilikuwa ni kitu kibaya ambacho Yesu hakupendezwa nayo. Akamwambia, nitakaa na ninyi hata lini kizazi kisicho na imani? Kwa sababu wanaamini wakiwa na imani hawahitaji kutembea na Yesu, wao wenyewe wanatembea na nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Nazungumza kwa habari ya nguvu. Lakini jambo la tatu ambalo tunazungumza kwa habari ya sifa za Kristo anayezaliwa ni Baba wa milele. Baba wa milele ni Mungu wa milele. Kina Musa walimwabudu, walimomba, walimtegemea, walimona. Si ndio? Wao wamepita. Leo tuko hapa sisi tunatoka namna ile ile. Biblia inasema Mungu ni yeye yule jana, leo na hata wakati wote ni yule yule. Walimomba, walimona. Waliachwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zao, na wewe leo atakuacha kwa sababu ya dhambi zako. Bwana asifiwe. Walilia, walifunga, wakamomba Mungu, Mungu akatokea, akatenda kwa ajili yao. Kwa sababu gani? Mungu desturi yake tangu hapa alikuwa akikutana na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mifumo yake ikubadilika. Kama miungu mingine watu wanaabudu ng'ombe, hivi ng'ombe atadumu milele? Kuna jamii zinaabudu nyoka, nyoka atadumu milele? Si anapita. Watu wanaabudu mawe, wengine wanaabudu udongo, wengine wanaabudu babu zao na wazee wao. Lakini hawazeeki, wanazeeka. Kuna muda wakawazika miungu yao, si ndio? Wengine wamechonga miti, tengenezea kichwa, sasa uongeze mkono uende hivi, tengenezea miguu, akawekwa mbele ya jamii, wasema huyu ndio Mungu tutamwabudu. Wakaabudu miti, Mungu asiyesema. Bwana Yesu asifiwe. Wakaabudu miungu isiyosema. Lakini sisi tuna Mungu wa milele, tena Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kwa habari ya utabiri wa kuzaliwa kwa Yesu. Akatabiriwa kwamba atakuwa milele. Baada yake hakuwapo na wala hata kuwepo tena. Wala hakuna atakayekuja kusema mimi ni Yesu mwingine baada ya Yesu yule. Mimi ni mfalme mwingine baada ya Yesu aliyepita. Maana Yesu huyo ndiye atakayekamilisha hukumu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo la mwisho nilizungumza sana jana. Watu wengi walikosa kufika. Siku ya leo ni siku ya ibada, tutazungumza kwa ufupi sana. Nikazungumza kwa habari ya mfalme wa amani. Nikasema kuna watu wako hapa hawana fedha, hawana kazi nzuri, wana maisha ya kawaida sana, lakini wana amani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ndani yao wana chemchemi ya amani ambayo ni Kristo Yesu, ambaye ndiye ambaye tunaadhimisha kuzaliwa kwake. Jamani, hata marais wanazaliwa. Kwa nini hakuna siku tunasema leo watu waende makazini kwa sababu Trump amezaliwa? Kwani Trump si mtu mkuu sana duniani? Rais mkubwa wa Marekani. Dunia nzima inamsikiliza. Lakini siku ya birthday yake watu wameanza kwenda makazini. Lakini na uhakika kwamba kama kuna mtumishi wa serikali yuko hapa leo wamekaa, kwa sababu hakuna kazi leo, hata serikali inaheshimu kuzaliwa kwa mfalme Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msikae kinyonge. Kanisa lina Mungu wa kweli. Kanisa lina mfalme wa kweli. Nikazungumza kwa habari ya amani yao. Nikazungumza neno Mungu linasema wana amani nyingi waipendao nini? Kwamba wakiipenda sheria watatembea naye. Si ndio? Kwa sababu gani? Usipopenda sheria hutaishika. Kanisa mnanielewa? Ukishika sheria ni dalili njema kwamba mnaushirika naye. Usiposhika sheria maana yake wewe hutatembea naye na hutakuwa na amani. Nikazungumza habari ya mfalme Asa. Baada ya kumwacha Mungu, fahamu na nabii akatuma mwonaji. Akaja akamwambia, sasa utakuwa na vita. Anamwambia, je,
Haukumtafuta wakati ulikuwa na majeshi fulani wa Maleki nani walikuja kushambulia? Je, hakukushindia kwenye ile vita? Lakini sasa kwa sababu umemwacha ukategemea taifa lingine, anamwambia sasa utakuwa na vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa utakuwa na vita. Kumbe vita yote aliyopigana miaka 35 yote katika utawala wake hakuwa akipigana yeye, Mungu alikuwa akipigana. Sasa hivi ni zamu yake kufanyaje? Kupigana. Ukiwa huna Mungu utajipambania. Unakuwa yatima wakati mwingine. Utaondewa na kila roho chafu. Utanyanyaswa na kila namna ya magonjwa. Hali zikija ngumu utakuwa mtu wa kuogopa kwamba itakuwaje. Ugonjwa huu ambao umeumwa leo, unajua kabisa unaua, utakufa kwa sababu amani yako hakuna naye produce. Yesu ni provider wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni provider wa amani. Tukazungumza andiko moja linasema na amani ya Mungu Baba. Anasema amani itawahifadhi mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu ifanyaje? Na itawahifadhi mioyo. Maana yake kuwahifadhi ni kuwaficha dhidi ya dhiki, makwazo, mambo mabaya ambayo yanatumwa katika mioyo yetu. Amani ya Mungu inahusika kutuficha. Nikazungumza jana, nikamwambia kama mtu amekukosa, hakikisha unamalizana naye. Si ndio Roho ya uchungu asipate nafasi ndani yako. Si kwa nafasi yake ndio amekukosea, lakini kwa ajili ya faida na amani yako unamalizana naye. Si ndio Unaambia bwana ni kweli umenidhulumu. Ni kweli umenidhulumu, sio kitu kizuri, usifanye tena hivi. Mimi nimeshakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Haumsamehe kwa sababu wewe ni mnyonge. Haumsamehe kwa sababu una nguvu ya kupambana naye. Unamsamehe kwa sababu kulinda amani yako. Bwana Yesu asifiwe watu wa Magomeni. Kwa sababu ya kulinda moyo wako, unatamani kuendelea kurelax, unafurahi na Bwana. Nikasema leo kuna Wakristo hawaongei ndani ya kanisa. Anakuambia huyu damu yangu na yake haziendani. Hawasalimiani. Hawatembeleani. Kanisa ikapoteza ushirika. Mwimbaji kwa mwimbaji wana mashindano. Jambo baya ambalo shetani analiacha ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile amani ya Kristo haipo. Sasa nawakumbusha leo, Yesu amezaliwa. Kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu ni kurudisha amani ndani ya kanisa. Ni kurudisha mapatano mahali hamna mapatano. Ni kurudisha mshikamano mahali hamna mshikamano. Ni kurudisha ushirikiano mahali hakuna ushirikiano. Nikasema leo mshirika mpaka anashuhudia amelazwa siku 3 Yuda. Washirika na shida. Kumbe bwana huyu anaumwa. Hawakuwa wajui kwa sababu shirika wao ni nini? Ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Tulitegemea umeumwa, kanisa linajua. Umeshindwa kuja kanisani, katibu ametangaza jana mpendwa leo hatuko naye. Tukumbuke kwenye maombi mama fulani anaugua. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka umerudi nyumbani, umenunua papainapo 1500, unakwenda kumwona mpendwa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kanisa ambalo Kristo aliliacha duniani. Walikuwa wakichukua kila kitu shirika. Na Biblia ikasema kanisa likaongezeka sana wakati ule. Kwa sababu walikuwa na umoja. Cha kwangu ni cha wote. Anabeba maharage na mchele wake tunakula wote. Bwana Yesu asifiwe. Huzuni ya moja ni huzuni ya wote. Furaha ya moja ni furaha ya wote. Kanisa likawekwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa likawekwa pamoja. Lakini sasa hivi kanisa ndani ya kanisa wanazungumza. Tunaenda wapi? Tunalijenga kanisa la mtindo gani? Bwana Yesu asifiwe. Unakaa mzungumzi kabisa na mpendo mwenzako na unaenda mbinguni. Mbingu gani? Na Mungu gani? Na roho gani yuko ndani yako? Nasema haya kwa sababu nitamaliza nitaondoka. Ila neno hili litakiwa libaki kwenu. Amen. Nikaishi katika maisha yenu. Amen. Kama kuna mtu amekukosa, ametenda vibaya, sisi ambao tunafundishwa kiroho vizuri, tunakaa nao na Bwana mpendwa hatuendi hivi. Mwambie vizuri. Waswahili wanasema unamchana, si ndio unamchana bwana hatuendi hivi. Kusengenyana sisi tumeokoka hatuendi hivi. Wewe ulivyofanya hivi na hivi sio vizuri. Tubu, tuendelee twende tufanye kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini amefanya vibaya na mwingine kwa umbea, na wewe unasema simsalimii. Kwanza siongei naye sasa hivi. Unakaa unavimbisha kifua na kwambia unajitesa. Amina watu wa Mungu unajitesa. Tena unampa shetani credit. Anawavuna vizuri. Kwa sababu mtakiwa mshikamano mtahubiri injili. Sasa amuongee. Sasa mtahubiri. Hebu tuongee vizuri jamani. Haya, sasa amuongee ni mwenyekiti wako wa vijana. Akitangaza utatii.
Una jambo utaenda kumwambia, hamuongei. Unapita kwenye jambo utamwambia. Shetani amekupiga hapo, unajua unamkomoa, kumbe unajifanyaje? Unajikomoa. Mwambie jirani yako usijikomoe sasa. Mwambie usijikomoe. Sasa nataka leo tujifunze mambo matatu ambayo niliyasema. Sababu tatu za kuzaliwa kwa Yesu. Namba moja, kuokoa wenye dhambi. Wala haitakuwa ndefu sana hii. Kuokoa wenye dhambi. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 1:15. Ndio 15 unasema nini? Anasema ni neno la kuaminiwa. 1:15. Ni neno la kuaminiwa. Tena lastahili kukubalika kabisa. Ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili linaonyesha kwamba swala la kuzaliwa kwa Yesu ilishakuwa programu, yaani Mungu alishaandaa mpango. Na kazi ilikuwa ni kwamba pana watu Mungu anawahitaji na wako wenye dhambi wako kwenye mtumwa fulani. Hao watu ili wao wafahamu lazima wakombolewe. Haleluya, watu wa Mungu. Na kukombolewa kwa sababu ni watenda dhambi, walishakuwa mali ya adui. Na kuambia sio kwamba walikombolewa tu, kwamba walinyang'anywa shetani, kwamba aliwaiba kwa lazima. Hapana. Ukishatenda dhambi wewe ni mali ya shetani automatic kibiblia. Si ndio, watu wa Mungu? Kwamba na yake mtenda dhambi ni wa nani? Ni wa shetani. Sasa Mungu anafanya mpango wa kuwanunua watenda dhambi kwa mwenye nao ambao ni shetani. Wako kwenye kifungo cha adui. Ndio maana Biblia inazungumza kwamba mtu huyu alinunuliwa si kwa fedha, si kwa vitu vinavyoharibika, si kwa dhahabu, bali kwa damu ya Kristo Yesu. Kwa gharama ya damu, kwa gharama ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ili awanunue wale watu watoke kwenye dhambi au kwenye kifungo kile. Wawe watu wake. Sawa? Yaani wewe uwe mtu wake.